Wanawake mliopo single mmefikiwa. Mimi nimejitolea, ni shombe kama mnavyoniona. Baba yangu ni Mwarabu, mama yangu ni mtu wa Omani. Kigezo uwe na shepu, uwe na hela, vimbaombao msinidiem. Kiswahili kinachanganya sana. Kwa sababu bro unaambiwa ashkum si matusi. Lakini ukifikiria mbona ile neno lenyewe kama matusi? Sawa, wenda ashkum sio matusi. Haya, ashkum ni nini? Hamjui. Ndondondo si chululu. Wenda kweli ndondondo si chululu. Lakini ndondondo ni nini? Sawa, mjui. Chululu je? Amkeni wa Tanzania mnapigwa. Hii dogo si akaanza kuvua shati, kavua suruali, akaanza kuonyesha watu mapungufu yake. Nikamwambia mshikaji wangu, oya, kama vipi tumkamate tumfikishe sehemu inayostahiki. Tumemkamata, dogo analia, brother nisamee msinipeleke polisi. Tukaona kashaanza kuleta maswala ya kiserikali, afu sisi hatujasomea sheria. Unajua? Mshikaji wangu akasema kama anazingua, kama vipi tumkamate tumtoe hapa tumpeleke sehemu nzuri. This is Simba brother. Ubaya ubwela. Na kombe tushalipata. Wenye wibu wanyinyonge. Piganeni wacheni. Nimeona mnaamua muda mrefu watu wenyewe wanania kupigana. Pigana sasa. Niguse sasa. Piganeni mwanangu. Basi mbabe. Tuache. Wana ni mazoezi naofanya kwa siku. Mimi napiga push up 10 kwa siku, niguse sasa nionyeshe. Wewe niguse. Sasa ndio umeanza niguse. Piga mimi sana sijawa. Ni mwenyewe na njaa. Mwanangu mimi ili tupigane natakiwa tushibe kwanza. Unabukwa. Mimi najero. Mimi mwenyewe najero tuchange tupate. Tutabi kupigana. Ondoke wewe mwanangu, sema ndio hivyo. Ushombe wangu na Uarabu niliobarikiwa na Mwenyezi Mungu unaendelea kuniponza. Hizi nywele za kuteleza hizi zimekuwa sababu ya wanawake kunigombania kila siku. Jana wamenigombania wanawake wawili. Wa kwanza alitaka nijengee nyumba Masaki. Mwingine akataka nipangie Sinza aninunulie na G-Wagon. Nilikuwa naomba mnishauri wa Tanzania, lakini kwa Uarabu nilionao huu, naona thamani ya G-Wagon ni ndogo sana. Kama kuna mtu atapanda dau naweza nikafikiria ofa. Bado napokea ofa jamani. Ilikuwaga sijajiona kwenye kioo, kumbe mimi nili handsome hivi. Cheki madimpo. Cheki kidoti. Mwajuma ule nitongoza jana mimi sikutaki, mimi namtaka Zuchu. Sawa, tumeachana. Lakini kwa nini unapita njia ambayo mimi napitaga? Wote tulikuwa Simba, lakini ndo tushaachana. Kwa nini usihamie Yanga? Eti nimekuacha kwa amani. Ushaniacha hapo amani kwa wapi? Acha Uswahili. Sawa, tumeachana. Kwa nini unaposti picha umependeza? Yaani ili inaonekana mimi nilikuwa sikuhudumia. Unamposti mpaka mpenzi wako handsome. Sawa, kanizidi handsome. Handsome unaliwa? Yaani siku hizi unapaa mpaka mawigi 50,000. Unashindwa kununua wigi ile 40,000 ukakumbuka kwamba kuna mtu lidati naye ana maisha magumu nirushia hata 5,000. Wewe ni ujinga. Acha Uswahili. Ukiona demo anakuchekea ovyo, basi ujue hana mtu. Na kama ana mtu basi hampendi. Na kama anampenda basi sio sana. Na kama anampenda sana basi hana hela wewe. Mapenzi bwana. Unajitolea kulipenda li mtu we. Kumbe alikupendi bwana. Linapenda Yanga. Ilikuwaga sijawahi. Kumbe ni raha hivi. Na leo tena natamani kupewa sasa. Kumbe ni raha hivi kupewa lift afu kakasiti ya mbele bwana. Yule dogo akasema sasa, naombeni msamee hapa mkungu wa ndizi. Mwanangu akafly, si ndo vitu vyake.
Hapo hapo akaanza kamshika taa, akamuuliza kweli? Dogo akasema lakini kabla sijawapa naomba ni wasachi kama hamna magodoro kwenye mabegi. Ndio kilichotokea. Kwa sasa mpaka leo yule dogo akipitaga hata kijiweni pale anaona kama sisi ni makundi ya wauni. Leo nataka kuisema serikali na sitaogopa chochote. Mnisikilize vizuri. Nataka kuisema serikali. Taisema serikali kwa mambo mazuri iliyotufanyia. Imejenga barabara, mmeziona mjaziona? Imejenga zahanati, mmeziona mjaziona? Sasa mnataka nini? Wanaume mjielewe. Wewe unataka demu akichaga siyakuwa na kitambi unampata wapi? Kazae wa kwako pumbavu wewe. Kiswahili kimekuwa kwa kiasi kikubwa. Kiasi kwamba mpaka kuna baadhi ya maneno ya Kiingereza yamebadilika maana kabisa. Mbuzi kwa Kiingereza ni goat. Lakini goat kwa Kiswahili siku hizi sio mbuzi tena, ni anglunya wewe. Kitabu kwa Kiingereza ni book. Lakini book kwa Kiswahili siku hizi sio kitabu tena. Book ni 1000. Kiswahili kinachanganya sana. Unajua Kiswahili unaweza kaongea kitu na usieleweke. Bro, unaweza kaamka asubuhi umechoka nini, misuli imekaza. Ukaamua kuchukua dawa ya kuchua, ukachua misuli ile nini fresh. Ila ukienda kijiweni ukamwambia wao washikaji leo nimeamka nimechoka, nimejichua. Watu wa mwanangu, wewe si una mke wewe. Utotoni mtu alikuwa anaweza kulingalinga kama mwanamke. Watu wakafurahi tu wakaona ni kitu cha kawaida. Lakini hebu linga sasa hivi ukiwa mtu mzima kama mwanamke. Watu wanafurahi lakini huku wanakuomba namba. Hakuna kitu kinanichekeshaga kama nikiona mwanaume mweupe. Yaani unakuta mwanaume ni mweupe lakini hata hajishtukii. Mweupe lakini anaoga kila siku. Bro, unataka kuwa Mwarabu au? Unakuta hadi kwenye ugomvi eti na yeye yupo kabisa anagombana hadi namba anatoa. Wa mwanangu mimi simuogopi mtu, kama kuchinjana tutachinjana, mimi kama jela kwenda mimi siogopi. Jela tumeombea wanaume kaka. Jela kweli tumeombea wanaume. Lakini sio nyewe weupe. Kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Hii kauli tunaielewaga sana watu tunaotembeleaga Sinza usiku kule. Hii nchi inazingua. Unaweza kukutana na mtu anasema oya rais wetu anaupiga mwingi. Itoshe tu kusema yupo vizuri huyu baba. Ukashanga, mbona rais wetu ni mwanamke? Kumbe mwenzako anamuongelea rais wa Yanga. Kuna hizi ndoto ambazo ukiota unakuwa unafanya kweli matukio. Unaweza kaota unapigana, kwenye uhalisia unakuta unarusha mikono kweli. Mimi nilikuta ndoto kama hiyo. Jana nimeota nina bonge la mimba kudadeki, nimelazwa kwenye kitanda. Daktari ananiambia push. Kumbe kwenye maisha ya kawaida kweli na push. Push kwenye maisha ya kawaida na push. Oya, nilijinyea. Hakuna kitu kinauma kama kunyimwa na mke wako. Na kinachouma zaidi si unaona kabisa kitu chenyewe kilichonyimwa sikile pale tu. Alafu wanawake ni majasiri, anakuambia baba acha. So ulale tu, hii ipo hata kesho. Ipo hata kesho vipi? Mimi nataka sasa hivi nina kiwi. Yaani anarahisisha, utafikiri ulivyoenda ukwenda kulimwambia baba mkwe. Nipatie mwanamke huyo nioe. Lakini masuala ya mali hapo tu. Ukiwa mweupe hata ukienda jela, kwanza wale wafungwa wenzako wakuchukulia kama ni mfungwa mwenzao. Wanakuona kama ni kitu cha thamani kilichoenda jela. Wanakuona fursa. Jela ni sehemu ya mateso, lakini ukiwa mweupe kuna muda utakula sana bata bro. Kwa sababu unapendwa na kila mtu. Mpaka nyapala, kwa sababu inafikia ule muda wa kula. Nyapala anawapiga biti watu wasikizeni nyie. Kuleni kistaarabu. Mnakula kulaje kama watoto? Alafu yote 9, 10 hakikisheni white anashiba. Hata uwe mtu mzima ni ngumu kukwepa kitu kinaitwa X. Kwa sababu ukijenga barabarani utakutana na kitu kinaitwa X bomoa. Ukiwa na uvimbe tumboni utakutana na kitu kinaitwa X lay. Ukipenda kusikiliza redio mchana utakutana kipindi kinaitwa XXL. Lakini ukiwa shabiki wa Simba, kocha anaweza kukimbia timu kwa sababu alikosa mchezaji mwenye X factor.
Ukiwa mweupe jela, unapewa kipaumbele mpaka kwa vitu vya kijinga. Yaani utakuta ile mnaoga, alafu kwa bahati mbaya kuna mtu anadondosha sabuni. Unaitwa wewe, white. Tuokotee sabuni hiyo. Jela hiyo. Sina mahusiano, lakini vile vile sipo single. Na ili niwe single, labda mnikate mikono nisijichukulie sheria mkononi kwa kweli. Ukiwa na kitambi na una hela, ni ngumu sana kuaminisha watu kama wewe una hela. Wanajiuliza wewe una hela, kitambi umekitoa wapi? Yaani ndio utakuta maisha yamekuchapa. Umevaa t-shirt imechanika, suruali imetoboka toboka, ndara nyekundu na blue. Lakini ukipita mtaani unasikia tu watu wanasema da oya. Usalama wanakuaga kama huyu mwamba mwanangu. Kama wajinga lakini siku za muungano unamuona nyuma ya rais. Ukiwa mweupe, una kitambi na hauna ndevu, kuna muda unaweza kuwa unapita zako mtaani tu, kwa bahati mbaya ukaongozana na mama mjamzito. Sasa utakuta kuna mtu kakaa kijiweni huko anasema da wewe wanangu wanawake wanatiwa mimba siku hizi. Hebu angalieni wale. Ukiwa mweupe na una kitambi, kuna muda unaweza kupanda kwenye daladala, kwa bahati mbaya ukakuta daladala imejaa, ikabidi usimame. Sasa ile umesimama dakika 2 nyingi, akaingia mama mjamzito, ukasimama naye. Sasa utakuta kuna kadogo kamekaa kwenye siti, hakawapishi kwenye siti, kanawaangalia tu. Kumbe kanajiuliza kwenye kichwa chake, nimpishe huyu mama mjamzito, huyu mwenzake atajisikiaje? Ukiwa mwanaume mweupe, kuna muda unaweza kupata favor, hasa ukienda ukweni. Kwa sababu unaweza kufika ukweni, baba mkwe akakuangalia, akaona mbona anayeoa ni mzuri kuliko anayeolewa. Na unakuta sasa unaimuoa alikaa muda mrefu bila kuchumbiwa. Kwa baba anapiga hesabu akaona nikimuomba mahali kubwa huyu mkwe anaweza asirudi. Kwa unakuta tu anakuambia da mwanangu, kwa kuwa umempenda mwanangu huyu, mimi sitataka mahali kubwa, mimi nitataka ndogo tu. Utatoa? Tukwaga tunaambiwa zamani kwamba ukiona mvua inanyesha na jua linawaka, basi ujue simba anazaa. Mimi nakumbuka kuna siku ilinyesha mvua hivyo hivyo na jua linawaka. Sasa mimi matarajio yangu nikajua simba anazaa siku hiyo. Kwani simba alizaa? Alipigwa 5 na Yanga. Tajiri wa KFC alifanikiwa akiwa na miaka 66. Baba yangu ana miaka 65, lakini bado anauza machungwa. Tunasubiri huo mwaka wa 66 na sisi tufanikiwe. Corona ilitutesa sana jamani. Ilikuwa no kugusana, no kupumuliana karibu. Nakumbuka mimi na mpenzi wangu tulishika tahadhari kiasi kwamba kuna siku tulifanya mapenzi tumevaa barakoa. Ukiwa barabarani ukasikia mtu anamwambia mwenzake, "Oya mwanangu sio huko." Unajua labda kakosea barabara. Lakini ukipita kwenye dirisha la msela ukasikia sauti, "Sio huko." Lazima urudi usikilizie, sawa sio huko. Ni wapi? Wa Makonde wanajikubali sana. Mimi niliwahi kudate na kidemu cha Kimakonde. Nikakuta kimechora tattoo 2, mgongoni na kifuani. Mgongoni kilichora tattoo ya korosho. Na unajua watu wa dawa wanakuwa na mbwembwe, sijui hapa kifuani anaanza kachora tattoo ya mnyama mkali, simba, sijui tembo, chui nini. Chenyewe kilikuwa na mambo mengi. Kilikuwa kimechora tattoo ya panya. Kiswahili kinazingua kwa sababu naambiwa kisicho riziki hakiliki. Lakini ukija mjini ukakutana na mtu anakuambia, "Da, unamuona ule dogo ule mtoto sio riziki." Basi ujue analika kishenzi. Mashabiki wa Simba tusizoeane. Uweze mimi kuniazima 2000 ya kula wakati una jezi ya kuskani. Si uskani jezi yako ule? Wanawake mwa mnatuambia kuna pisi ilikuja Uswahilini kwetu. Watu wakawa wanaogopa kuitongoza, wanajua ana mimba huyo, mwacheni bwana, mke wa mtu. Sasa tumekaa muda mrefu tunashangaa mbona ajifungui? Kumbe hakuwa na mimba bwana, ile kilikuwa kitambi.